watu wangu inakuaje? Mimi naitwa C and today tuko na mtu the finest and the biggest inakuaje bro? Sana bro. I'm happy to see you. Nimefurahi sana. You look lavish. Thank you. Manzo kanifanya nianze kublush. Alafu pale magalde umeanza kuniambia. Magalde mwenyewe amekubind. Unajua ndo tile. Buda. By the way, I'm happy to be here. Hata mimi uko na best fit by the way. Congratulations sana. Hiyo ningeweza kukuambia sana. Shukrani. So express yourself, waambie kwamba what you're doing today on the show and kitu ambacho tumwatengeneza. Hello guys, wananiita Josh 254 aka VZP. I'm a barber, professional barber, content creator, actor, and an ex-musician. I think that's all I can say for now. Yeah, na niko hapo kupiga story na mchezo wangu tu hapo hivi. Yeah, by the guys, today tuko na conversation. Tuko na Josh, tuko na conversation kali. And actually Josh, what do you think about politics? Politics hii nchi zimekuwa according to me. Politics hii nchi mimi siwezi nikakwambia kwenye inaelekea. Because mimi nafikiri kama tu hawasee wanatuchukulia ngatu nika sisi ni watoi ama sisi ni wajinga ama tujielewi. And so me when I think about politics najamingi tu ni nini nikaa juzi bro, like juzi like 2 days ago unapata mtu mzima kuna akili zake timamu, unapata politician mzima amesimama kwa parliament, kuna na anajua kabisa na wachua nchi mzima, anajua tu venye watu wako bita na wao, alafu unapata msee unaona kama huyo anaitwa nani, huyu kashungwa nani wa Kasongo. Unapata msee anajaribu kujustify kwa nini kuna MP alikuwa anafanya kazi ama constituency yake imefanya kazi sana na wao hawajakuwa kiperform. Unacheki? No, that is the kind of politics. Is it the guy ambayo watu wamesema kwamba alikuwa anaiba pesa anapeleka tu anainvestia familia yake, something like that? Hapana, niko hivi. Kuna huyu mwenye alikuwa ni chairman wa sijui committee ya finance or something hata sielewangi. And Didi Nyoro. Yeah, Didi Nyoro. So this guy for a while amekuwa tu akipraise wa benye amekuwa akiperform. Tukiongea kuhusu Didi Nyoro tunaongea kuhusu nini? This is the guy ukiona shule zenye amejenga kwa constituency yake, manzi anafanya job fit. Alafu unasikia mtu huyu anaenda shule public school, anakula, kuna break, kuna uji, unaona, lunch anakula, anaprovidewa lunch, and we are talking from Monday to Saturday. What? So watoto saa tu wenye wanataka kwenda shule wataenda na bado watapatiwa food. Alafu do you know mzazi analipa do ngapi hata tao moja hivi? Really? Unacheki? Na hiyo inasaidia aje? Sasa unapata kuna hizi counties zingine, unacheki, unapata mashule ni mbovu. Unaona? But pesa zenye wanalipa ni mingi kuliko za ule mtoto wa pale hivi Keharo. So watu walitaka kujua ni nini yenye huyo msi anafanya na hao wengine wafanye. Unaona? Na I remember kuna time hata kuna video imekuwa trend sana. This guy he really tried to explain venye amekuwa akifanya differently from others. But again, hapo hivi Kenya politician aingiangi pale juu yako. Na usiwe jidanganya juu ya hiyo. Unaona? Hiyo ni kitu yenye nimekam kurealize mimi. When that person aki-campaign anataka kukuonesha venye anaenda pale hivi juu ya zile shida zenye tuko nazo. But the moment ameshakalia ile kitu, unasahaulika. You are no longer in the picture. Now Kenya anafikiria ni yeye, tumbo yake na familia yake, which is bad thing. Unaona? Ndio maana unapata mtu mzima kabisa na amechaguliwa na wananchi, anaenda kujaribu kujustify kwa nini yeye amekuwa aki-underperform wakati kuna mwingine mwenye anaperform. Unacheki? Haya, talking tuachane na huyo, juu huyo mimi hata ananiudi. Turudi kwa mtu mwingine mwenye tumeishi kumwabudu like kama Mungu Baba.
Yeah, Unacheki? talking about Ni nini unaweza niambia kuhusu baba sahi? Yaani nini unaweza niambia sahi kuhusu baba nikusikie? I saw a video randomly walikuwa kwa parliament. I don't know what they was discussing about it. Pengine, you know, you are into politics so much. Maybe you can elaborate. Not that I'm into politics. The reality ni ya mababa. Okay. Unaona? And so kwa hii kazi yangu I get to interact with so many people. So kama wewe venye unakuja unapenda madem, tutapiga stories za madem. Madem kan. Mboga ni mboga. Kuna huyu mwingine anakuja anapenda mpira. Unaona? So utapata tu na kuanga so yana kuanga tu highlighted like all the time. Alafu since hii ni baba shop unajua vitu kama news lazima zitakuwa. So nina get kupata zile tu information. It's not that I'm into politics. Which is a good thing. But nachukia tu politics za Kenya. Though Kenya, I feel like Kenya we need to upgrade na venye vitu vinavyoenda, because you know it's not realistic how things are going, alafu unapata wanatuletea vitu ambao hazitusaidii. Ni ukweli venye unasema. Mimi kitu ninaweza sema ni aje, I think it's a high time these people come to realize we are no longer in 90s. Unaona? Na it's a high time we come to realize that sisi si wazazi wetu, mimi si mama yangu na si baba yangu. So zile uongo zenye walikuwa natumilia kwa baba yangu na mama yangu, maybe jua wako wamesoma, asifikirie ni bado uongo yenye nakuja kunipatia na imwakia out. No way. We are the Sasa tunaangalia accountability. Unaona? Ule ni promise hii. Ni nini una deliver? Ni nini unafanya? Unacheki? Kama saa hii nakumbuka huyu Kashungwa Kasongo. Hii time alikuwa kwa Al Jazeera. Uliona venye huyo msanii alikuwa confused Sana. Uliona venye unajua you could have seen tu kwa uso wake tayari. Yaani mpaka anaamua vizuri, since you people mwingie, you made promises zenye zilikuwa sijui 286. Yeah. Alafu up to 286 alikuwa how many promises zenye wamekeep? You don't know, 5 or 10. There were 6. Yeah. Unaona? But the guy bado anajaribu kuambia, anajaribu kumwonyesha. Yaani mimi niliangalia tu nilijam yani tu hata sikuangalia ile. But do you think kama watu huwa wanakaa sometimes wanajiuliza hizo maswali ama they just live their life? Politicians siku zote anakaa chini akijaribu kuangalia. Okay, politician unaona once ameshasoniwa in, the next day anafunga plan for the next election. Seriously unashindwa ni how watching TV, ni information haikufikiangi, ama ni kutubebo na tubebo pale. Unaona? Alafu bado unataka niendelee kufanya nini? Kukusikiliza. Unacheki? Atoke pita pale hivi. Unajua mimi sielewi ni aje, ni lini hao watu watakuja ku-understand that the Kenya we are living today is not the Kenya ilikuwa huko. Unaona? Na kama kabisa they didn't learn a lesson hii demonstration za majinzi, the maandamano, then then kuna anytime these politicians watakam kulana lesson. And do you think Gen Z zote wana vote kweli? I think it's time they will. So far what they are saying they actually been very wamedeliver. Walisema watatembelea ule pastor wa sijui ni Winners Chapel. Walimtembelea mawako walimtembelea. And mimi sikudanganya, mimi nawaunga mkono sana. Mimi nilikuwa kama mmoja wao. I truly love what, kwa sababu nao the truth of the matter ni ati 2027 utaona wote watatokea pale hivi. Unaona? Utaona wote wametokea pale hivi. Mission ni moja. Operation Change Kenya. And the only way to change this country is to do away with these old goons ambao wanajiita politicians and to fanya nini? The new one. Wale watu wenye wako na upendo na nchi yao. Unaona? Wale watu wenye na angalia ukuwa if you unatetea Mkenya unakuwa attacked na the rest yani au mapoliticians wengine wote wanakutarget wewe. Unaona? Lakini wale wenye wananyamaza hao wabuni. Angalia mtu kama Babu Owino.
Unacheki? Anatetea sana. Mimi hata sikuiona hata siku moja hivi kwa Owino ati haikuja kwenda against baba. Kweli. Unaona? Now this young generation hii hata politicians when you like the young generation, they are truly doing something. That guy was voted the best MP. He's doing a good job actually. So kwa ukiuliza watu wa hiyo nini yake, wa hiyo constituency yake atakwambia he's doing a good job. Unaona? Angalia mtu kama Peter Silas. Yeah, I was to talk about Peter Silas. Mimi kwanza napenda huyo msee sana. Peter Silas pahali huko, kama utacheki video big up na uendelee kufanya kitu unafanya. Usiogope huyo mzee, usiogope kumwambia tu ukweli. By the way, most of the politicians wanaogopana wenyewe kwa wenyewe. Sijui wana feel like no, these young politicians wanaogopa the older politicians. okay. Wanaogopa the older politicians kwa sababu unaona kitu yenye Ashako alifanywa na alikuwa vice president. Wacha tu. Alafu jifanye wewe ni MP, alafu pale unaenda kufungua mdomo. What will happen? Lazima atakumaliza. Yeah, okay. About the politics. So by the way kuna scandal ambayo imetokea na BN amefanya good job, by the way, big ups to you BN. Ametu represent vizuri sana. On the likes of Kina Harmonize, the likes of the artists from East Africa wamempatia pongezi sana katika ile kazi amefanya pale nje. And being the first time Trace Awards kufanyika Tanzania, BN alikuwa one of the performing artists. Not one of the performing only, alichukua award ya the best. What can you say about it? Number moja mimi I'm so proud to be a Kenyan because of you BN. Unajua for the longest time Watanzania unasikia wakisema Wakenya hawajui kuimba, Wakenya sijui nini, unacheki? Yes. Kumbe all this time mmekuwa mkitungaria na mafilters. For real. Unasikia venye nani anaongea Mario anaimba? Mario alikuwa like by the your sound ilikuwa very down. Everybody sing. Like alikuwa anataka crowd wamsaidie kuimba ama alikuwa amelemewa mpaka sauti inaenda. And then mzee kipara bila pesa akaingia. Akigonga na pole tu hata achoki hata buda BN amecheza kama so by to be sincere mseka BN it's another thing we need to really look up to. Na tungekuwa na government poa, msee kama BN msee mwenye anafaa shiko mkono kabisa. Not that haijaka the manager ama haijaka for he's doing good, unaona, but akapata ile support poa ya gava, like when unapata TZ wana support wana government yao mama Samia nini anaweza peleka game ya music to another level. Na I remember kuna time zenye Kenya ndio tulikuwa tunasema, unakumbuka time ya kina Nameless ameni pachuchu hatuko tunaguzika bro, ilikuwa too local music, unaona, until corruption ilikuja ikaingia. Juu corruption iko kila pale, iko tu kwa government na politician. Unapata huyu mtu yani tuseme tu corruption, watu wenye wako na self interest wakakuja wakaingilia kwa nini, kwa entertainment, unaona. So unapata wewe, so ulikuwa msanii, unaona, so unapata wewe kama wewe msanii, wewe ndio uko na talent, wewe ndio unafanya kazi yote, the only thing yenye anafanya maybe anakuja kukufanya kidogo. At the beginning atakulipia kanyumba, ina happen sana. I've seen a lot of artists wana complain, atakuvalisha hapo hivyo, but pesa zikiingia wewe hizo pesa zikusaidia percentage kubwa to a point ile siku yenye anything inaweza kuhapenia bro naanguka. Kuna huyu jamaa anaitwa huyu anaitwa nani, alipanga musician actually ni mtz akakuja, sijui baba yake ni Mkenya, sijui ni Mr. Nice, hapana, huyo boy anaishi huko Mombasa na saa hii ako Sela, anaitwa nani, alishikwa sijui eti ameiba kuku. Niliona video yake akisema sijui alinunua shamba hapa hivi Mombasa, na tangu mwenye shamba kuna venye amekuwa kiandamwa na majirani zake, haitwa nani,
alikuanga nini, alikuanga artist wa Amefanya collab na recent artist kama ni amefanya collab na manini wakubwa wakubwa. Anaitwa nani? Nikikumbuka jina yake nitakuwa something msaidia hapo kwenye something B. Niliona alikuwa Sel, alikuwa na record video yake kwa Sel. Ana nikizobia nani? Oh, I guess Tizo B. I have heard of his story. Tizo B. I think okay. Nilimuona tu, mimi sikuwa namjua, nilimuona hapo hivyo. And then lakini nikarudi nikasikia kuna ngoma zake zenye zilikuwa ni kuna ngoma yake ambayo nilikuanga nimesikia tu, sikuwa najua ni yeye. So unapata mtu kama huyo saa hii hana hata shilingi 5 ama hata shilingi 10 ya kujitoa kwa ile nguri yenye yako nayo. But ukijaribu kuangalia before alikuwa na lavish life. Anapiga picha kwa magari zingine manoma, ama nyumba fiti, kwa private jet. Unacheki? Juu hiyo time alikuwa anatengeneza pesa. But hizi pesa zenye alikuwa anatengeneza zilikuwa tu zinamsaidia yeye kwa kumpalisha, maybe kumlipia rent, unaona, na kuinua branch yake ndio yenyewe kutengeneza pesa zaidi. But pesa zenye anaweza save at yeye ndio zikuja kumsaidia kesho, haziko zinafanya nini? Angekuwa anapata duka hizo. Unacheki? Hizo ndo zote zinaenda nani? Management. Angalia likes za watu kama kina Edelani. Unajua tuli hao walikuwa very promising sana, lakini wakati wa wapi? Walienda wapi? Unaona akina DNA. Na ndio maana unasikia kuna watu wengi wanasikia Matrax. Lakini afadhali Matrax. Na Matrax yes, yeye ndio mtu mkuitaya. Aliretire. Aliamua. Unajua okay, amesoma vizuri, alafu plus ametoka kwa well family. But walikuwa na major wakati ule sisi. Ilifika tu point pale wako wanasikizana, so they decided to split. Na Matrax yeye si ati ni kushindwa kuendelea na nini. Mungu ni mse anajua poa. Si ati ni kushindwa alishindwa kuendelea na muziki. Yeye mwenyewe tu aliamua. Matrax yeye tu aliamua fanya hivi to help with music, wacha nifanye nini. So tuseme okay, a lot of artists in Kenya hawapatile full support, no matter they feel like they want to give up on music. Yeah, there is no support. Alafu watu tu yani watu wanateka advantage ya watu. Yeah, artists wanateka advantage na manager zao na manager. But I feel BN is different kwa sababu nakumbuka wakati wa Sauti Sol BN alikuwa na feel like kuna energy anakuwa yani kuna energy alikuwa anavutwa. Because I remember the time walikuwa wameenda a trip to, was it in Australia ama ni watu walikuwa wameenda kuperform, then the group splitted at that time. Ili happen ya kwamba BN aliperform peke yake. So after they came from the trip, BN mwenyewe aliamua kudecide kuanza kuimba as a solo artist. So I don't know, maybe from the management team side walikuwa wameagree kwa sababu alipoamua kuwa single, wife yake ndio inaanza kummanage. Speaking of that, I don't know, I don't know much about that, but to me kenye ninajua ni ati it was a mutual agreement between the soul members. Kwa sababu apart from music there is other businesses zenye walikuwa na run. Na kama unafanya research yako hapo utajua mpaka saa hii businesses zao bado zinaendelea. Usahau pia wako na bigo yao. Unaona wamesign artist wao na utaona tu artist wao bado wanaendelea kukua, yani bado wako ndao ile label. So unasikia kuna hii story imego viral sana ya Harmonize anataka kuibia BN nyota. kweli. Kama unaweza kuongelea kwa hiyo function yenye ilikuwa hiyo function yenye walikuwa ilikuwa timu nzima ya nini ya Sauti Sol. Unacheki Hata kuna time I remember Harmonize was in Nairobi and he actually asked to use Oga Obina's car. This guy amekuwa tu akishow love. Amekuwa tu akishow Kenya love. Unaona? Na the fact that unaona mpaka
And then let's just be honest. Harmonize sahi ndio the biggest artist Tanzania. Are you sure? Nani mwingine? Utaniambia Diamond. Kuna vile Diamond anapea compare. Okay, the last time Diamond alitoa hit song ilikuwa ni lini? December. Gani? Holiday. Seriously? What I do today? Wapi na celebrate? Kwa nyumba yako bana. Watu wana celebrate. Mimi sijaisikia. Wacha bwana. Kwani uko ni kwa club ni clubs ngapi umeingia ukasikia song kama hiyo? Do by the way kweli. Unacheki? Kuna wakati Diamond alikuwa akitoa hivi song. Yeah. Unapita hapa hata ukitune tu hivi radio ni Diamond. Unacheki? Yeah. Lakini saa hii unaona kama kwa sababu yenye alitoa. Unajua alitumia energy inatoshana aje kupush hiyo song. Unaona? Like but still haikudupoa. Unaona? Yaani tuseme kila mtu anakuanga na era yake. Tuseme ni kama era ya Diamond as a musician inaisha. The good thing with him ni wakati alikuwa star and when he was doing very good, at least he did something with his life. Unaona? Sahi tuongee tu kweli. Sahi the only person tunaweza ongelelea ni Harmonize. And then competitor wake ni nani? Sasa nimeleta watu kama akina Mario ambao wanajaribu kufikia kupata ile zile position zao. But do you believe history watu walikuwa wanasema before trend ama before waanze kujulikana in East Africa lazima utembelee msanii anaitwa P Diddy? History ni ukweli au unafikiaje? East Africa. Wanasema the world. Ni dunia nzima. Mimi sitaki kuamini lakini kuna kitu moja ninajua. Diamond akitoka kwa P Diddy. Yes. Walking style yake. Binoma. Ndio kuna soundtrack ilikuwa na trend wakati ule ambapo ilikuwa na feel like kuna ka morning hivi. Ushaisikia hiyo soundtrack? Unacheki saa hii, unaona saa hii ikifika ni story na soundtrack, ikifika ni story na sijui video fulani hizo. Saa hii kuna venye naweza doubt kidogo kwa sababu kuna AI. Okay. Unacheki? Lakini hiyo video ni ya Diamond kabisa akitoka kwa ndege. Akishuka kwa ndege mpaka akienda kupanda kwa ile bami yake. Bro, when you that guy alikuwa anatembea. So you mean they did something inside the van? I see the van. Akitoka kwenye alitoka juu hiyo walking thing akitoka kwa ndege. Actually by the way watu wanatumia private jet, so kuna venye na make sense. Sasa akishuka kuna venye alikuwa anatembea bro. Hatari. Chunga dawa atasiona video. Ati kwenye atadu. Mimi si Willy Paul. Lakini story ndio inashusha mbaya. Alafu unapata that is the same guy anakuja kuletea. Anajua Willy Paul ukisema nini? Wewe ni deo machana na wanaume bwana. Wala alimuonesha uchafu ile. Willy Paul don't give a fuck. Wewe ni kuja pole pole. Na kuheshimu ukiniheshimu. Lakini unajua Diamond by the way Diamond amekuanga idol wa Willy Paul for the longest time. Unaona? Mnakumbuka mpaka kuna time Willy Paul ange celebrate just because Diamond ame watch song. Hakuna kumbuka ile time aliangalia ile song ya Willy Paul ya la salama. Unaona? Alafu ni urudi imagine the same Willy Paul anataka kupigana na Diamond kwa show. By the say tunapongo on top. I guess Kenyans we don't give a fuck. Yeah, we should by the Kenyans we should open up our eyes. We have a big vision. See, bro. Kenyans dangamanya. Yes. CNN walikutuingia vibaya. Yes. Tuliwapiga ikabidi waka apologize. Kweli. Yani tuseme vita zote wanga tunashinda. Vita zote wanga tunashinda. Na Willy Paul ni Mkenya. Mkweli. Typical kwanza. Wewe ni typical. Si kuna mse alisema ngabaliwa kitu anajua ni kukula ugali peke yake. Biana anakula tu ugali. Lakini yule jamaa Samara tu anakula ugali. Bana kama kuna watu wanashikilia entertainment industry nchi ni Waluya. For real. Hai hawa si
Hawa sawa na determination. Yeah, wana determination. So by the way, let's speak about football actually. Sasa bro, acha nikwambie kitu. Mimi sasa ukitaka kunirusha out. Yes. Ni futa. Kwani Mimi I know nothing about football. na venye wanaume huko nje wanapenda futa. Na hata hapo wanakujanga na utapata msitu anajaribu kuniupdate. Lakini sasa to be sincere, futa hapana. Kuna venye wewe inashika lakini sasa unajua ukiwa na mganga hapo kando na unawatch futa, manzera ya futa ni kwa na demo hapo kando. So mnaenda kwa club na mademu. Bora amevaa jezi unapenda. Wewe sema tu ni mademu unapenda. Wewe sema tu ni mademu. By the way, which team do you support? Mimi sitakudanganya. Mimi futa si mambo yao. Though kuna video ambayo ili trend ilikuwa inaonyesha msee amekasirika. So msee alikuwa anatembea tu usiku kwa giza tu. Alafu all of a sudden ametoka kuwatch futa na ametoka betting. Unajua of course watu wana bet. So timu yake imeshindwa. Ameenda usiku kwenda tu mtatu anakutana na mchawi. So mchawi atanajaribu kumshtua. Msee aliruka mbaya, alimgonga hedi chini. Mpaka mchawi alikimbia mwenyewe. Wewe Mtanzania hapo? Unajua Tanzania ndio wenye wako. Kali Mtanzania naweza amini. Kama ni Mtanzania naweza. Watu walikuwa wamechoka hiyo design. Watu walikuwa wamechoka hiyo design nakwambia. But anyway, all in all sometimes unajua kuna winners na kuna losers. Yeah. Mimi futa, unaona mimi sitakudanganya. Futa ndio kitu ilinishinda kabisa. Unanicheki mpaka hivi sasa tunaongea na wewe. Kama ni moi bet labda mara moja ama mara mbili. And do you know why? Ni ile tu tunasikia kwa best. By the inakuanga addictive sana. But I can tell you, mimi si eti utaipata CV inaja. I know nothing about football. To be sincere, hata mafootballer nikikwambia nakwambia najua Messi, najua Cristiano, najua Neymar, by the way napenda Neymar sana. Na nani mwingine? Huyu Mbappe. Mbappe. Najua huyo msee wa Man City, huyu mtol Holland. Okay. Alafu najua sasa kuna Guardiola na kuna Tate ambao ni makochi. Hata Man U ndio timu yangu. I swear to the living God. Siwezi nikakwambia hata coach ni nani. Wacha hivyo. Mimi the last player mwenye nilikuwa ninajua wa Man U ni wakati nani alikuwa Pogba alikuwa. Yeah. Pogba alikuwa fit. Na Van Helsing. Van Helsing, yes. Na kina Rooney. Now you can see ni enzi gani. Those are the only hao ndio watu najua kwa mpira. Mimi by the way mimi sitakudanganya hata ukikuja ujaribu kwa. Unajua trick ya job yangu inafunga ni ati lazima nikusikilize na mara mingi lazima nichangie kwa hiyo topic. Yeah. Na definitely najua tu about 70% of us wanaume tunapenda mpira. But now for me, the more I try to like it, the more I try to know about it, the more napotea. Unafauta kutembea wanapenda mpira. Sasa hapana. Unajua sababu gani? Kila mtu ako na interest yake. Si hivyo, trust me. Acha tumkwambie. Mimi nilikuwa sipendi mpira. But since nimepata Odema alikuwa anapenda mpira mbaya. Sasa nikuulize tu. Sasa sikia. Ngoja kidogo. Wacha tukue tu honest. Wewe unajua okay, venye mimi nakujua. Yes. So ni mademu juu mimi na okay. The last time I checked, kwa list walikuwa zaidi ya mmoja. Sasa wamepungua. So ni mgani anapenda mpira? Sasa wamepungua. So ni mgani anapenda mpira? Checklist yangu iko na 5 pekee yake. Ni mgani anapenda mpira? Usikize sasa. Katika hao 5 wa pili anapenda mpira. Anaitwa nani? Anaitwa Latoya. Latoya wewe ndo wa pili. Anapenda Manchester mbaya. Anapenda Manchester mbaya. Lakini yeye ni bamba kwa sababu mpira yani team imewin. Anaenda kunipatia style zingine deadly. Mastingo deadly. Manzaje hizo style zile kuweza mbaya. Lakini wakilose hiyo siku nalanga siko fit.
hauna amani. Mazesu unapata kama meka kichwa huko. Sasa mimi nimeweka kichwa huko. Sasa mimi ni stress ni start. But it's a good thing actually.